Kina Masowe wana sifa ya kupigania haya maslahi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, niona hili. Na kigezo cha 9 ni miundombinu na teknolojia, yani infrastructure and technologies. Miundombinu ya teknolojia, yani infrastructure technology. That is matumizi ya e-justice. Mahakama za kisasa hupimwa kwa matumizi yake ya teknolojia ili kuboresha utoaji wa huduma. Usajili wa kesi kwa njia ya elektroniki, yani e-filing, kuruhusu kesi kufunguliwa mtandaoni, mifumo ya udhibiti wa kesi, ufuatiliaji kidijitali wa maendeleo ya kila shauri na mashauri mtandaoni, yani uwezo wa kuendesha vikao vya mahakama kupitia mikutano video. Haya yote Mheshimiwa, haya tunayafanya na sehemu fulani Mheshimiwa umekuwa appreciate, ukitusifu kwa hatua ambayo tumepiga, na watangulizi wangu wamefanya kazi kubwa sana. Na mimi nachukua nafasi hii kuwashukuru watangulizi wangu wote, tangu hata wale wa ukoloni mpaka tangu mwaka 1920 mpaka Juni 2025 pale Mheshimiwa Profesa Juma Ibrahim alikuwa anamalizia. Wameweka msingi mkubwa kila moja kwa wakati wake. Kwa hiyo nawashukuru sana, wamefanya kazi kubwa kila moja kwa kipindi chake. Na ndio maana leo mimi naweza nikasema mbele yako kwamba mengine haya vigezo vingi hivi tumeviweza, japo bado kuna changamoto. Kwa hiyo sasa kuna maeneo Mheshimiwa Rais anahitaji maboresho ili kuimarisha uhuru wa mahakama na kufikia ile mahakama yenye hadhi ambayo ndio nia yako kubwa. Moja ya Mheshimiwa Rais, kama nilivyoeleza hapo awali, kuwa serikali imeendelea na jitihada nyingi za kuwezesha mahakama kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na ufanisi. Hatua hizo zimeleta mafanikio makubwa yanayoonekana katika nyanja mbalimbali za utoaji haki. Hata hivyo, kwa kuzingatia maelekezo yake ya tarehe 15 Juni 2025 ulionipa wakati wa kuniapisha kuwa jaji mkuu, ya kuhakikisha mahakama ya Tanzania inakuwa muhimili wenye hadhi duniani, bado zipo changamoto kadhaa zinazohitaji kushughulikiwa ili maelekezo na maono yako ya kuendelea kuwa na mahakama huru na yenye hadhi duniani yaweze kufikiwa. Mheshimiwa Rais, licha ya kwamba tumepiga hatua kubwa katika baadhi ya sifa au vigezo vilivyoainishwa hapo juu na taasisi za kimataifa na kikanda kuhusu viashiria vya kiutendaji na ubora wa mfumo wa mahakama huru kikatiba, kisheria, kisera na kiutendaji, bado tunakabiliwa na changamoto katika baadhi ya vigezo, hasa katika kigezo cha 7 na cha 8 vinavyohusu upatikanaji wa rasilimali fedha za kutosha, yani adequate availability of financial resources, na maslahi na stahiki za kutosha zinazolindwa kisheria, yani adequate and secure emoluments. Mheshimiwa Rais, kwa heshima tunashauri kuongeza bajeti ya mahakama pamoja na kuboresha maslahi ya watumishi wa mahakama kwa ujumla, ikiwemo kuimarisha huduma za bima ya afya ili ziendane na mahitaji maalum yanayotokana na asili na mazingira ya kazi wanayoifanya. Kuongezeka kwa bajeti ya mahakama kutaiwezesha kuendelea kufanya maboresho ya kiutendaji, kusogeza huduma za haki karibu zaidi na wananchi na kuwajengea uwezo wa watumishi wake ili kuongeza ufanisi, uwajibikaji na ubora wa utoaji haki nchini. Aidha, kuongezeka kwa maslahi ya watumishi kutaimarisha uhuru wa mahakama ambao unaweza kuingiliwa, kuwa compromised pale watumishi wa mahakama wanapokuwa na hali duni sana ya kimaslahi. Kazi ya jaji au hakimu ni kazi inayohitaji kujitenga kwa namna fulani ili kuepusha mwingiliano wa kimaslahi katika mambo mbalimbali, zikiwemo shughuli za kiuchumi za kujipatia kipato binafsi. Pia kazi ya utoaji haki inamhitaji jaji au hakimu kutumia muda mwingi ofisini na majumbani kuandika hukumu. Uwepo wa jaji au hakimu ofisini muda wa baada ya saa ya kazi unagusa pia watumishi wa kada nyingine. Majaji na mahakimu wanaishi maisha yenye mipaka, yani restrictive lifestyle, yanayowalazimu kujiepusha na shughuli za mahusiano ya kijamii yanayoweza kuathiri hadhi na taswira ya mahakama, hali inayosababisha upweke, msongo wa mawazo na mzigo wa kifedha usio wa kawaida ikilinganishwa na watumishi wengine wa umma. Kazi inayohitaji kujitoa zaidi kwa watumishi wote wa mahakama ili kutekeleza jukumu hili kubwa la utoaji haki, jukumu ambalo kimsingi ni la Mwenyezi Mungu. Hii ndio maana majaji wanaitwa mabwana wakubwa, that is lords.
kwa kuwa kazi wanayoifanya ni kazi ya Mungu mwenyewe, ingawaje wao sio Mungu na wana uwezo mdogo ikilinganishwa na uwezo wa Mungu anayeweza kuona yaliyofichika moyoni mwetu. Mheshimiwa Rais, uzoefu wangu kwa hawa wanaojiita malodi si huko kama Uingereza na nini, waga naona wanajitosheleza kimamlaka na kiuchumi. Sisi hapa mahakamani kwenye lugha yetu, wakija watu mbele yangu wananiita my lord, Lord Chief Justice. Sasa sijui mifuko yake huyo Lord Chief Justice na yenyewe ikoje. Hata hivyo, kutokana na jukumu hilo kubwa, majaji, mahakimu na watumishi wengine wote wa mahakama wanapaswa kuwa na malipo au masilahi ya haki yanayoendana na majukumu yao kama ibara 23 ya katiba inavyoelekeza. Mahakimu na majaji wanapaswa kujitosheleza kimamlaka na kiuchumi ipasavyo. Mheshimiwa Rais, niahidi kwamba vigezo ambavyo viko ndani ya uwezo wa mahakama kama vile matumizi ya tehama, lugha ya Kiswahili, usikilizaji wa mashauri na ukamilishaji wake mapema ipasavyo, kusogeza huduma karibu na wananchi, kuchapishwa kwa maamuzi ya mahakama, uadilifu, weledi, uwajibikaji na kadhalika, tunaendelea kuvisimamia na kuvitekeleza ipasavyo ili kuendelea kuwa mahakama huru na kufikia kuwa mahakama yenye hadhi duniani. Mheshimiwa Rais, kuna masuala mengine yanayoweza